Katika kila mtaa kuna hadithi ambazo watu hunong'ona kwa sauti ya chini, hadithi za ujanja, hila na watu wanaoishi kwa kuwavuruga wengine. Hii ni hadithi ya kijana mmoja aliyejulikana mitaani kwa jina la Pengo Makeke. Jina hilo halikuwa jina lake la kuzaliwa, lilikuwa jina alilopewa na watu kwa sababu popote alipopita aliacha jamii ikiwa na pengo. Pengo la hasara, pengo la huzuni na pengo la kutoaminiana. Pengo Makeke hakuzaliwa akiwa tapeli. Alikulia katika mazingira magumu, mitaa ya vumbi, kelele za bodaboda na kelele za biashara za simu zilizopangwa vibandani. Akiwa mdogo alijifunza kitu kimoja mapema: akili bila maadili inaweza kukupa pesa ya haraka. Kwanza, hakuwa mhalifu mkubwa. Alianza kwa hila ndogo ndogo: kukopa bila kurudisha, kudanganya bei, kuigiza mtu asiye yeye. Lakini kadri siku zilivyopita, hila ziliongezeka na tamaa ikakua. Eneo lake kuu la kazi lilikuwa maduka ya simu. Alijua lugha za mafundi: ROM, Memol, iCloud, Clean Original, Battery Health na kadhalika. Aliingia dukani kama mteja mwelevu: bro, hii simu ina tatizo kidogo tu, naweza kuikopa nijaribu laini yangu ya nje? Ndani ya sekunde chache simu ilibadilishwa, au chip ikatolewa, au kifaa kikapotea. Wengine waligundua baada ya masaa, wengine baada ya siku, na wengine hawakuwahi kugundua kabisa. Kwao ilikuwa biashara ya kawaida, kwa Pengo ilikuwa riziki yake ya kila siku. Lakini kilichoumiza zaidi jamii ni pale alipowageukia watoto. Aliwajua watoto wanapenda vitu vitatu: simu, michezo na ahadi. Aliwaambia, nikikupa hii simu ya kuchezea, niletee tu ile ya kaka yako nikaiweke salama. Watoto waliamini kwa sababu hawajui hila za dunia, walijua tu maneno matamu ya mtu mzima. Machozi ya mtoto yalikuwa kimya, lakini hasira ya wazazi ilikuwa inakuwa polepole. Chuoni, Pengo Makeke alikuwa mtu wa connections. Aliwaahidi wanafunzi kazi za part time, kuwauzia simu kwa bei ya chini au kuwatafutia vifaa vya bei nafuu. Aliwaomba malipo kidogo ya awali, kidogo kidogo, 10,000, 20,000. Baada ya hapo, namba ilipotea, akaunti ilifungwa na ahadi ikabaki kuwa ndoto. Kwa mwanafunzi asiye na kitu, hiyo pesa ilikuwa ada ya siku kadhaa za kula, lakini kwa Pengo ilikuwa hela ya pombe ya usiku mmoja tu. Kwa madereva wa magari, alijifanya mteja wa safari ndefu. Aliwaahidi malipo makubwa, mwisho wa safari alishuka njiani akasepa bila kulipa. Kwa bodaboda, alijifanya mtu mwenye haraka: nirushie tu pale mbele kidogo, nitalipa nikishuka. Aliposhuka hakukuwa na pesa, kulikuwa na kukimbia na vumbi likabaki hewani. Madereva walinung'unika, lakini hawakuwa na sura kamili ya mtu huyo. Pengo Makeke alikuwa anabadilisha mavazi, mitindo ya nywele, hata sauti yake. Lakini uhalifu una tabia moja: huacha alama. Pole pole hadithi zilianza kufanana, mfumo ule ule na mbinu zile zile. Maduka ya simu yalianza kuzungumza, madereva walitambua miondoko, wazazi waliwaonya watoto wao, wanafunzi pia wakaanza kushirikishana taarifa. Jamii ilianza kumuona Pengo Makeke si kama mtu mmoja, bali kama tatizo la wote. Siku moja alifanya kosa. Aliingia duka la simu lililokuwa tayari limetahadharishwa. Mfanyabiashara alimtambua, akapiga kelele, ni yeye anayetapeli. Ndani ya sekunde chache sauti zilitanda, watu wakakusanyika, hasira za miezi zikaibuka kwa dakika. Pengo alikimbia, lakini safari hii haikufika mbali. Mikono ya watu wenye hasira ilimtangulia sheria. Alipigwa vibaya, akalia, akaomba msamaha, lakini hasira ya umati haisikii maombi. Hadithi ya Pengo si hadithi ya shujaa, ni onyo. Onyo kwa wale wanaoamini kuwa ujanja bila maadili hauna mwisho mbaya. Onyo kwa jamii kuwa haki ya umati si haki ya kweli, kwa sababu wakati mwingine utapeli huzaa utapeli mwingine, utapeli wa haki. Sheria ipo kwa sababu na maadili yapo kwa sababu. Kila chaguo tunalofanya leo hutengeneza kesho yetu, na wakati mwingine kesho huja mapema sana. Hii ilikuwa hadithi ya kijana aliyeacha pengo katika jamii, lakini swali ni moja: ni pengo gani tunaacha sisi katika maisha ya watu wengine? Bana, hii ni story moja na mimi ni Faisal 99. Usisahau kusubscribe
YouTube yetu ya Smile Media TZ na kutufuata katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook @Fisesal99. Chao chao. Hii ni Story Moja.